the aspirant wa gite kia mubunge gukurari na wa mbere ni gukondem cigo ciraririo ni Omar Hassan SG wa kama kia UDA. Mugikuyu augire ungiona ngui igikuga umenye mwene hakuhi. Andu akamuraiguire ka SG akiaria SG wa kama kia UDA akiaria ndatumitwo ni mundu ungi either atumitwo ni William Ruto uria ariwe mwene kama kia UDA. Na tugia atiriri riria William Ruto ahoyaga kura ni ahoire kura Gikuyu-ini na nitwamwendete muno na nituo ndetagwo Njoroge, ndetagwo Kamau, ndetagwo Kimani na aheirwo kura makire ma milioni 4.5 aheirwo ni Mugikuyu. Tucoke thutha hanini maundu maya ti mambere kwanjiriria kuhura Mugikuyu. Twina history njega muno 2007 2008 kwambiriirio ro uguo makihura Mugikuyu makimuingata maturaini maria matari make mamwiraga ti make mametaga madoa doa na ni monire mutino uria waumirire 2007 na kwambitio itheru-ini uguo kwambitie muthenya wa umuthi. Twenda kuga atiriri na kwira William Ruto na thirikari yake Mugikuyu ni mundu wendete thayu, Mugikuyu ni mundu wendete kuruta biashara, Mugikuyu ni mundu wendete uthii wa na mbere. Na gwakinya ni githurano o giothe thiini wa history ya Kenya Mugikuyu niwe mundu uria wiyumagiria biu guikia kura iria nyingi makiria ma ciothe. Na nituonete na history iria ikoretwo iho na William Ruto ni aronire githurano kiu kingi andu aria mamuheire kura ni aya areta wa Kabila muthenya wa umuthi. Okorwo na usawici muingi thiini wa githurano giki kiroka 2007 ithu atigane na ithwe to ni turikanitie na kiama kia UDA riu twi kiama-ini gitu kia Mugikuyu tugecariria njira itu tugacanania na andu aria tukurutania no wira to thirikari ino eroka no nginya tugakorwo thiini wayo na hau hatire no nganja ni ate William Ruto ni one term na hiyo anajua vizuri na ndaratinda agicariria ni uyu atari na kura cia Mugikuyu gutire kundu agithie nikio arambiriria guthie kabira-ini iria ingi. Omar Hassan ni aririkana William Ruto aririkana wega biu niwe wa matwarithitie kuria ICC mena Uhuru Muigai wa Kenyatta endaga mathie makohwo maica umuthi niki giatuika ati riu Omar Hassan ucio wa matwaraga ICC mena William Ruto umuthi niwe urahuthika ni William Ruto kuhura Mugikuyu amwimenyerere tondu na Mombasa wararagiria matiahete William Ruto kura ko William Ruto arathie kuria Githumo na kundu kuria kungi andu aria matamuhete kura aya aracaria aramaririria ati matuike ni waratake aririkane matiari aratake to matire mamuhe kura na tukamwira Mugikuyu ti mundu wa kuigno Mugikuyu ni mundu wicaragiria njira ciake ni muhuru wa biashara na ni mundu uramenya kiria arabatara ihinda riri. Abunge aria tukoretwo twinao akuma guku Mount Kenya tigai kwena mukiriririo uguo murerithia mwahuthirwo ni William Ruto tukimwiraga amuhuthira taticio riu amwikitie koro-ini ni kumufurashi aramufurashi muririkane mutire na ihinda ringi your time is up mahinda manyu ni mathiru mwaikara mwina William Ruto aruma Mugikuyu o mukirite athukia biashara citu o mukirite atuhura o mukirite moraga jensi mukirite ona riu mutikarie thii na mbere na gukira 2027 ni iroka na tuko na operation kubwa sana inaitwa Operation Fagia. Watu wote wa Mount Kenya wakwende kabisa. Mimi naitwa Mwaura na mimi ni mgombea wa chama cha DCP governor, na leo hatuongei siasa. Wakati wa siasa ikifika tutaongea hiyo maneno, lakini saa hii sisi kama watu ambao wametoka pande ya mlima, watu wametoka Mount Kenya region, tumesikia vibaya sana ama roho zetu zimeinama sana kuona kiongozi ama secretary general ule wa UDA ule Omar Hassan akiprofile sisi watu wa Kikuyu, watu wa mlima kama sisi ndo wa kabila. Hatukusikia vizuri. It is very unfortunate for a leader kusimama mbele ya watu akianza kuongea ati sisi ni wa kabila. Ati ile inatoka kwa mdomo yake, Uhuru Kenyatta did this, Uhuru Kenyatta did that, Uhuru Kenyatta did not do. Yani hakuna kitu kingine iko kwa mdomo yake. Rigathi alifanya hivi. Rigathi hayuko hapa. Rigathi alikuwa UK. Sasa alipanga saa ngapi akiwa UK? Uhuru ameenda retirement. Mnamuuliza nini? Na ako na liberty ya kuongea chenye anataka. Constitution inamwarau at the Bill of Rights. Article 33 of the Constitution allow him. He's a Kenyan, he's a citizen. He can talk anything he feel. He has a freedom of expression.
Uhuru Kenyatta can say what he feels. He's a part and parcel of this country. So it was very unfair, very wrong for a leader asimame aanze kuprofile sisi watu wa mlima. Ukiangalia watu wa mlima tuko kila mahali. Tuko Mombasa, tuko Kwale, tuko Garissa, tuko kila mahali. Tukitafuta tu venye tutajisaidia kimaisha. Because nyinyi mnaona venye country yetu inaendelea. Na tunaambia hao ambao wanasema hivyo, hata kama tumesikia ameomba apology, sasa tungetaka akuje tena, akuje hapa mlimani, venye tu alikuwa anazunguka akitafuta kura, akuje hapa atobe hiyo apology. Kwa kisiri, si kuandika barua hizo anaandika. Akuje aseme nilikosea. Na mimi nimekosea nyinyi watu wa mlima. It's because we were born Kikuyus and we cannot change that. Tulizaliwa tukiwa wa Kikuyu. Na hatuwezi badilisha hiyo. Hata yeye alizaliwa mwingine. Wao wanaendanga kule wengine asema sisi kama Wajaruo, sisi kama Omwani, sisi kama Wakisii, sisi kama Wamasai, sisi kama fulani. Lakini sisi wa Kikuyu tukienda kusema sisi kama Wakikuyu mnatuita wa kabila. That is very wrong. Hiyo tutakubali. Hiyo tumekataa. So Omar Hassan, hata kama umeomba apology, it is not enough. Kuja utuombe apology, kuja mbele yetu tuambie pole. Na labda wabunge wa Mount Kenya. Wabunge wetu wa Mount Kenya, wale ambao mko kwa serikali, wale ambao mnatafuta viti, wale ambao mko kwa chama ya UDA, wale ambao wengine mko kwa Jubilee, wengine ambao mnatafuta chama na chama ya whichever party that you have. Hii ni wakati ya kwanza watu washikane pamoja. Tutafutieni hawa watoto wetu kazi. Hawa watoto wetu wanaingia kwa mapombe za kulevya, wameingia kwa madawa za kulevya. Tafadhali, saa hizi hata kama uko kwa chama gani ama chama gani, huwezi kufurahia ukiona mtoto akikufa sababu ya hizo pombe. So nauliza tu kitu moja. Wabunge, wherever you are, it does not matter where you are. Sisi wale ambao tuko hapa na chama ya DCP tumekuja kuuza chama yetu na kusema watu waingie DCP, lakini tunataka kuambia kitu moja. Kuingia chama haijamaanisha tumekosana. Nyinyi ni watoto wetu. So tunaambia kwanza mkitengeneza sheria kule kwa bunge, muangalie hizi mambo. Wacheni kuongeza hizi rates kiorera. Tumeona juzi mafuta ikiongezwa kiorera. Lack of consultation. There are so many things that you guys can do to stabilize the fuel prices. We have fuel stabilization fund. Hizo maneno zote ziko huko. Kuna mambo mingi mnaweza kureduce mpaka mambo za VAT. Mnaweza kureduce, sasa imewekwa 8%. Najua World Bank, IMF wamewapatia so much strict measures. It's because hata nyinyi mnafaa kuja mdiscuss na county government, because county government zenye tuko nazo saa hizi they have become small gods. Some of those governors, not all of them, some of those governors. Na nyinyi tuliona Senate mkikuja kusanitize hapa Kiambu ati kila kitu ni kizuri. Kila kitu ni kizuri gani? Na sisi tunawaambia tuko kwa ground, tunawaambia hakuna dawa, hakuna barabara, hapo mnakuja kutapia ati ni kuzuri. Si kuzuri, ni kubaya sana. Haya county government. County government yetu ya Kiambu tuko na pesa tunapokeanga zaidi ya bilioni 22-23 kila mwaka. For the last 4 years tumepokea zaidi ya 80 billion plus. So hizo pesa tumepokea zilikuwa za kusaidia wananchi. The reason why tuko na devolution, tulipata devolution, it is to take services closer to the people. Now some of the services zilikuwa mabarabara, zingine zilikuwa hospitali, zingine kusaidia watoto wasome, zingine mambo za biashara. All those things are devolved. Lakini ukiangalia watu wa biashara wamelia. Taxes mnaongeza kila siku, hata business licenses zinaongezwa kila siku. Hii ni mambo mnafaa muangalie kwanza kabla time ikuje tukuje kuwafurusha na kuwatoa kwa hiyo ofisi. Mwazamu understand ya kwanza. Hii June tunataka kuangalia ile budget tumeweka. Hatutakubali atumtuwekee budget ya barabara na hospitali na nini hamfanyi. Otherwise hizi pesa mtatapika nyinyi. Nyinyi pesa mtatapika. Tunawaambia ukweli. Hizo pesa mmechukua ya wananchi. Hizo imagine hizo pesa mtakuja kutapika.